Hello, ladies and gentlemen, and welcome back to the Love of Theo channel. And my name is Omuse Theo. That today we have a story that this beautiful lady here, she's going to introduce herself. She is a business lady, a single lady, and also she's a single parent. And we want to get from her story, how does she do all these things? How does she cope up, especially in single parenting? So welcome all and let's enjoy. And before she introduces herself, I'd like to invite you all to click and hit that subscription button. And also you can put that notification bell so that every time we upload our video, you can be the first person to get that notification and watch our video. Now, let me now allow this beautiful lady to introduce herself. Sister, hujambo? Sijambo. Unaitwa nani? Naitwa Irene. Yeah, Irene Kamau. Irene Kamau. Aha. We najua we ni entrepreneur, unafanya kazi na single lady vile nimesema. How is all this? Ama life ikoaje? Okay, so far so good. I can't complain that much. In which nowadays kumekuwa na many challenges vile economy imepanda. So unapata mashughuli hapa kule, but what do we say? We thank God for that. We thank God for that. Okay, let's start maybe in your life, relationship wise, life. What was your relationship like? Imekuwa tricky my friend. Relationship. Unajua ukikana mtu, ukiwa na mtu as a single lady and a single parent, unapata, for me mtoto wangu akwa na babake but alipass. So unapata before upate a man, a gentleman mwenye mtakope na yeye parenting na kila kitu inakuwa issue So ikikuwa kwa hiyo matter, una prefer better to be single na ule mtoto solo. Itakuwa more easier. Yeah. That's the part that I didn't know. And everybody doesn't know. What is it like? Were you together? Were you married? Or you were still dating? Ama vile mtoto alikuja? What happened? Tulikuwa back then, tulikuwa youth, tulikuwa wadogo. Okay, I was in need of a child. Nilikuwa nimejiamini mimi mwenyewe ninataka mtoto by force. Whether tutasaidiana kulea ama tutasaidiana kulea, mimi mwenyewe nilikuwa nataka mtoto. So what happened? Okay, we were dating. Tulikuwa youth. We were dating and God blessed me with a kid, which I'm happy, so happy. She's a girl, 8 years old. Then okay, tukaendelea kidogo hivi. Before we were just friends. We were dating. Yes. We were dating, so we were not married. Ataki kuja the demise of him. We were not married. We were just dating. Yeah. So ilikuwaje akipata accident ama aligonjeka? Alikuwa na throat cancer. Yeah. So it just happened, he passed on. Okay, alikuwa nikiwa na ball, that is 2013. That's where alieleza kona cancer. So tumekana yeye, okay, hatukuwa pamoja but tulikuwa hiyo kuongea na nini bla bla bla. Tukakane, alikuja kupass mtoto akiwa na 3 years. Yeah. So how was the whole journey like? Okay, it was hard. Okay, let me start this way. The moment you realize ama mlijua kwamba he has cancer, what was your reaction? It wasn't easy because, okay, for me, let's say we were not that serious. So ilikuwa shocking, but at the same time unasema lazima ujiamini na lazima ujikaze juu ya mwenye umebeba. Yeah. Okay, so by then ulikuwa na ball. Now, how was the whole process? Ilifika point mkasema acha tukae pamoja manini? Okay, since jamaa, unajua sisi wote tulikuwa tunapenda raha. Kila mtu alikuwa anapenda raha. So we were not that serious. That tunaweza sema tulikuwa that serious about it. Kila mtu alikuwa na life kivyake. Kula raha kivyako ni kula raha kivyangu. So okay, thank God manage. But back then nilikuwa nakaa kwa Marine, manage for all that 9 months.
nikapata mtoto. Okay, yes, aliingilia kidogo, alinisaidia, tulisaidiana kidogo as parenting before the dimisa. But thank God wazazi wake wako. We were doing this together until now. Okay. So all this thing dating yote ama nini, the parents knew, both your parents and his parents? Yeah, walikuwa wanajua. Okay. So the moment he passed on, how was what happened ama what was your reaction, the reaction of the body, by then mtoto najua hakuwa anajua story vizuri? Mtoto hakuwa anajua anything. But for me, okay, ilifika mahali because of our misunderstanding between me and him, tukapatwiza, but hatukuingisha mtoto katikati. Kila mtu alikuwa kivyake, but okay, it was sad. It was a sudden news kusikia me. Unajua kulikuwa na ile in and out of hospital because hizo ma chemotherapy and blah blah blah, those things. So ikikuza, unajua ukiangalia vile mtu amedhoofika na uchungu ile anasikia pia nyi wenyewe okay, si vizuri kusema ati ni vizuri mtu kupumzika, but ile uchungu yenye mtu upitia unasema we give thank to God because yeye ndo utupa na ndo upeana. Okay. Hiyo ni kali. So how has the journey been all together mpaka sasa hivi? Sasa wewe na mtoto imefika ile point mtoto ameuliza baba kwa sababu 8 years lazima aanze akuwe na hizo maswali. Yeah, maswali ziko na ni mingi. Kuuliza huwa anauliza. Kuuliza yeye uliza ya. Okay. Now, what is it all about? Kama ama let's say about sasa kuanza kumove on na kukubali hii mzigo yetu yote ni yangu. I'm supposed to do that. I'm supposed to take care of this kid. I'm supposed to raise her, kumpeleka shule. How was all that? So hustling lazima ujitume pale. Okay, me I'm a hairdresser by professional. So ilibidi nikarudi job. Okay, nilitoka kwa mom, nikaenda nikajikaisha after mtoi amegrow. Nikaenda nikakaa, so lazima ningejituma in order for us to feed her. Yes, nilikuwa job. Still nilikuwa job. Lazima sasa ningetoka pale na ni put more effort. Ni provide for everything for me and my baby. Yeah. Okay. So saizi ako shule. Sasa ako shule. Kila kitu iko sawa. Kila kitu iko sawa kwa pale Holy Cross. Shout out to the teachers. Anasomea pale anaingia grade 3. Yeah. Grade 3. So sio ile ya kina Kevohoka yenye ilikuwa ya class. Hapana, nowadays tuko CBC. Akina Hoka unajua sisi tulisomea zile zingine ama home science na nini, au wako CBC. The grades, tunaenda na grade sasa. What about now ile process ya uko sasa hivi vile uko mrembo hivi manze, lazima kuna wala kama kina Kevo hapa wanakuja wana drop ama kina Brayo, how is all that journey? Ama umaipata mtu mwingine mwenye okay, yeah, nilipata okay, yes, nimedate but haikuwa that good. Unajua saizi mi kama mzazi nao lazima ukitafuta mtu unatafuta mtu mwenye atakubali huo mtoto kama mtoto wake, na mtu mwenye atakubali tusaidiane responsibilities because it's not easy. So ukipatana na mtu mwenye as in anajoke around, there is nowhere tunaendelea na yeye. So me do prefer to be single, happy, tunakula, tunakunywa, tunapiga sherehe na maisha inaendelea. Bora mtoto wako sawa. Na anaenda shule. Na halak everything. Ako na kila kitu. Na sasa how do you stahimili? Si hawa wase wanakuja by the way sasa. Nani ma-suitors. Wako ni wengi. Ni wengi wanakuja. What's all your reaction on that ama your response to that ama hivyo? Okay, one you have to be keener. Na hawezi kuna unaambia mtoto as in huyu ni nani ama huyu ni nani. Hawezi introduce kila mtu kwa mtoto wako. Unajua mtoto ni kama sheria yako, ni pati yangu mimi mwenyewe. So I can't introduce her to everybody. Lazima namweka. Okay, mimi nikifanya shughuli zangu ninafanya zangu kivyangu. Ikifika ni kwa mtoto, I prefer ajue ni mama yake ako hapo, akona so asaidia baba yake, kuna
guka yake na grandmother na grandfather wako hapo pia, wao unishikilia na kuna wazazi wangu and my sister shout out to Lucy Wanja, tuko nao pamoja na tunalea mtoto na anamea. Na imefika ile time yeyote yenye unaweza, si unasema ulikuwa unataka akuje Nani? Mtoto alikuwa akuje. Now, is there any given point umai kwa unasema manze, I wish ningetulia kidogo? Yani regretting that maybe alikuja mapema ama nini, ama you didn't know, ama umelilia Mwenyezi Mungu, mbona umeniacha sasa hapa hivi? I hate the word I wish I knew. I hate that word. Yeah. So kitu iki happen, wacha iendelee venye iko. Tunakabidhiana nazo. So I can't regret anything. So that means you are telling somebody outside there that hiyo neno waachane nayo. Hiyo neno waachana nayo. Ukijua utaitumia baadaye, waachana na ile kitu unataka. Mtoto ukuja na sani yake, unamlea wewe mwenyewe vile wewe mwenyewe unataka pia, usikimbishane na maisha. Maisha nowadays imekuwa ngumu sana. Now, there's this economy. Saizi you are saying you are a hairdresser, si ndio? Now, kwanza acha nianze hivi. Wewe umeongeza vitu vyako saizi, ukienda when you go to the shelf, ukishuka hapo kwa supermarket, you find everything skyrocket. Sabuni imepanda, nini imepanda, everything. So in your service, have you tried to increase your services too, the cost of your services? The charges? Okay, no. Unajua the service, it's me. Not the product tunatumia, yes, but si sana like the service. So you can't increase the service from the customer. Pia lazima uelewe ile vitu zenye unapitia, kwa zenyewe maisha imekuwa ngumu huku nje. Ukisema ni uongeze, because nowadays most of the women wamekuja kunyoa because imekuwa so cheap. Unaona, ukisema uongeze the services, utapoteza client wako, which is not good. Wataenda kwa kinyozi, which is not good at all. So mimi nime remain tu pale na mmekaribishwa sana. Tabidi nikuje na mama pia hapo. Mulete mmekaribishwa nyinyi wote, Now, let's say like umesema you are not running any services and now you are a single parent. How do you cope up with everything? Lazima kila kitu tu imeongezeka. Unakopa aje? Because wewe tu ndo huyo, sabuni inakungoja, kiberiti inakungoja, gas imeisha inakungoja, rent inakungoja, fee inakungoja. How do you cope up? Work hard, my friend. You have to wake up early in the morning. Lazima ujitume. That's the word. Lazima ujitume. Ukilala basi. Wewe ni wewe nayo. Kaende. Sasa maybe hapa Holy Cross, can you quote the inaitwaje fee, ama you are not comfortable with it? Okay, I don't know. Sijui kama I'm permitted. Okay. Grade 1 to 3 7,800. From there patam, that is patam, yeah. Huko kwingine wangu ndo anaingia 3, so hizo zingine sijui. Okay. So you are still managing on that kila kitu? Yeah. Okay. So maybe kwa wale wenye wako on the same thing ama wanapitia the same, what's your word to them? Especially on hii kulea mtoto. You just have to work hard for your kid. Because si rahisi. And that's why I'm saying unafaa ujitume kwa kila kitu. Because si vizuri unatoka asubuhi. Okay, unajua nowadays yes, vile unasema maisha imekuwa ngumu. Utoke asubuhi, unaenda asubuhi urudi mkono kavu. Once ukitoka asubuhi umeacha ule mtoto kwa nyumba ama wale watoto kwa nyumba. Ukirudi jioni, they have to, as in wanajua mamangu ameenda kutafuta, lazima nirudie na kitu yoyote. Hata kama ni sweetie. So lazima ujitume. You have to work hard, keep pushing. Yeah. Now, let's go to malezi, parenthood altogether. What are some of the challenges you are facing since wewe peke yako ndio ni kama baba na mama yote? What are some of the challenges that you are facing? Okay, the challenges for me kama kwetu mimi kwa mzazi wangu we are 4. We were born 4. Niko na brother ni mkubwa, niko na sister mkubwa. So sisi usaidiana wote. So about the challenges, okay, siwa sipiti peke yangu.
si ushikana. Unaishi nao pamoja? Hapana, but si ushikana sisi wote. Okay. Is there a moment una feel ni kama mtoto anahitaji father figure kwa nyumba?